kwenye shida ya huyu mtu. Ndugu zake walijitahidi kumsaidia kama ilivyokuwa kawaida. Walikuwa wanajaribu kumpa msaada ili kuhakikisha kwamba analikava katika hali yake ya mwanzo, lakini bado iliendelea kuwa ngumu kwa sababu wanadamu walishindwa, kwa sababu hili swala lilikuwa ni la kiroho zaidi. Kwa hiyo kwa akili zao ilifika mahala wakashindwa, kwa nguvu zao ilifika mahala ikashindwa. Wenda walikuwa wanapesa wazazi wake, walizitumia sana ili kuhakikisha kwamba mtu huyu anakaa katika hali yake ya mwanzo, lakini bado pesa zao zilikwisha. So pesa zao zilipokwisha, wakasema mtu huyu tumejaribu kumfunga kamba, lakini amekuwa akizikata. Mtu huyu tumejaribu kumpeleka hospitali, lakini bado shida yake iko pale pale. Tumejaribu kumfunga hata minyororo, lakini bado amekuwa akizikata. Sasa sisi tunaamua tuachane naye. Marafiki wako mitamia, wazazi wako mitamia, majirani wako mitamia, wamemwacha ahangaike peke yake. Ndio kama tu jinsi tulivyo sisi hivi leo. Kuna time ambayo inafika mtu anapatwa na tatizo, watu wote wanaweza wakajitenga, naona kabisa Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ile time hakuna hata mmoja ambaye atakuwa pamoja na wewe. Yaani hapata mmoja ambaye atakuja aseme mama mchungaji nimekuja, angalau hapo comfort hayupo. Kwa nini? Ni kwa sababu hao ndio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mwingine bado hajawaelewa wanadamu, kuzungumza wanadamu aina gani. Ngoja nishuke hapa chini tuongee vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanadamu wako hivi. Anaweza kukwambia kwamba nimekusamehe lakini sitakuoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda kipindi hicho wapo katika uchumba, anakwambia kwamba nimekusamehe lakini siwezi kuolewa na wewe. Nimekusamehe lakini siwezi kufunga ndoa na wewe. Nimekusamehe lakini hauna kazi tena. Nimekusamehe lakini hautaendelea kuishi kwangu. Nimekusamehe lakini hautaendelea kuajiriwa hapa. Nimekusamehe lakini hauwezi kuendelea kuimba praise. Nimekusamehe lakini hauwezi kuendelea kuwa rafiki yangu. Nimekusamehe lakini hauwezi kuendelea kuwa ndugu yangu. Hao ndio wanadamu. Yaani kuna mtu kazaliwa mama moja na baba moja, inafikia tu hatua wamekosana kidogo, anasema futa namba yangu ya simu, ni sio ndugu yako tena. Hao ndio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule rafiki aliyekukaribisha akakwambia kwamba rafiki yangu njoo huku, ukifungua biashara fulani nitalipa. Utakapofungua biashara ikianza kulipa atakuchukia na urafiki utakoma. Kwa nini? Urafiki wa mwanadamu una kikomo. Na Yesu asifiwe sana. Yaani urafiki wa mwanadamu una kikomo. Mchungaji wale masweba wako wale, kuna muda huwa urafiki unakata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna namna fulani ukisema uinvest kwa wanadamu